Let's go. Hello, karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya Ijue Norland. Mimi naitwa John Beno Mwitumba, manager wa Norland Tanzania. Na leo nataka kutoa somo kwa wale wanachama na hata kwa wale ambao wanategemea kuwa wanachama wa Norland, jinsi gani ya kutumia mfumo wa Norland. Jinsi gani ya kuingia kwenye mfumo, jinsi gani ya kununua bidhaa, na namna gani ndio njia sahihi ya kununua bidhaa. Kiufupi, naenda kuelezea jinsi mfumo wa Norland unavyofanya kazi, kuanzia unapoingia mpaka pale unapotaka kutimiza mahitaji yako. Karibu sana, ungana na mimi kwa muda huu mfupi wakati naelezea yote. Karibu. Okay, tunaendelea na somo letu. Mara baada ya kufungua link ambayo kila mwanachama mpya huwa tunamtumia, lakini pia inapatikana kwenye website ya Norland International, utatakiwa kuweka member ID ambayo unakuwa nayo, lakini pia password. Kwa wale wanachama wapya, ukiingia kabla ya siku 7, password huwa ni member ID, ambapo mara baada ya kuingia itakulazimu kubadilisha. Lakini pia kwa wanachama ambao walimaliza siku 7 bila kuingia kwenye system, password zao huwa zinabadilika kuwa tarehe ya kuzaliwa ikianza na mwaka, mwezi, siku, bila kuweka alama yoyote wala kuweka nafasi yoyote. Baada ya hapo utaweka verification code ambayo kama haionekani vizuri utaibonyeza kwa ajili ya kubadilika. Lakini kwangu mimi hii inaonekana 2343. Baada ya kuingia kwenye mfumo, itafunguka aina hii ya ukurasa ambayo itaonesha matangazo yote ambayo Norland imeweka kwenye mfumo. Kama hivi tunaona promo ya gari, kalenda ya Norland, promo ya Dubai tour na mengineyo. Hivyo basi, kipengele cha kwanza tutaanza na manunuzi ya bidhaa. Pale ambapo unataka kununua bidhaa, utaenda kwanza kuangalia kama kwenye mfumo kuna pesa ama e-wallet. Kipengele cha kwanza itakuwa ni kuangalia wallet balance. Hivyo basi itakusaidia wewe kujua mgawanyo wa pesa kwenye akaunti yako upoje, na itakusaidia kujua ni aina gani ya manunuzi utafanya. Mfano, mimi bidhaa ambazo naenda kununua, naenda kufanya product voucher order kwa sababu pesa nilionayo ipo kwenye product voucher. Hivyo basi, kwa kutambua hilo, nitaenda kwenye mfumo ambao ni product voucher. Nitaenda kwenye mfumo wa orders, alafu kwenye orders nitachagua product voucher kwa sababu pesa nilionayo ipo kwenye product voucher. Lakini ningekuwa na sehemu nyingine, ningeamua maamuzi mengine ya kununua bidhaa. Ama mfano ambao nina pesa kwenye repeat account. Repeat account itanisaidia kufanya repeat order. Hivyo basi, nianze na mfano wa product voucher. Ukibonyeza neno orders product voucher, itakufungukia order zote ambazo umewahi kufanya kwa mfumo wa product voucher. Na unapotaka kufanya order mpya, upande wa kulia kutakuwa na sehemu 3 zinazoonekana: product list, add voucher order, add consumer card voucher order. Tutaenda kwenye add voucher order kwa maana kwamba unataka kutengeneza order mpya. Kipengele cha kwanza baada ya kuingia kwenye add product voucher order, utajaza taarifa zako. Country imeandikwa kwa lugha ya Kichina lakini inamaanisha Tanzania, hivyo utachagua hiyo hiyo. Province inategemea kwa wale ambao wako Dar es Salaam ama nje ya Dar es Salaam, unaweza ukachagua yoyote kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Kwenye address ndipo utaandika wapi ulipo specific. Mfano, mimi nipo Goba. Collect from the head office inabaki no kama ilivyo. Delivery center sasa itategemea na duka unalonunua hizo bidhaa. Tunafahamu kuwa Tanzania tuna stockist wengi. Nitatolea mfano mmoja.
Mfano, unanunua bidhaa kwenye duka la Mr. Beno Mwitumba ambaye anapatikana Dar es Salaam. Kwa hiyo utaandika neno Beno, na unapoandika neno Beno itakuletea option 3: Beno Mwitumba Da, Beno Mwitumba Da, PO Box 10564, John Beno Mwitumba Da. Kwa hiyo specific unahitaji kununua bidhaa duka gani, utachagua duka hilo husika, ambapo tunaweza kuona maduka yapo mengi: Felician, Beno, Situ, Helen, Lilian, Cosmas, Chambi, Moses. Lakini kumbuka, unaponunua bidhaa kwenye duka husika, hakikisha unajua kama stockist huyo au duka hilo lina hizo bidhaa unazohitaji. Kwa mfano huu mimi nitatumia duka la Beno Mwitumba ambalo ni TZ 911393. Receiver name ni taarifa zangu binafsi, John Beno. Receiver mobile number ni namba yangu ya simu 0629420715. Hatua inayofuata ni kuchagua bidhaa kutokana na mahitaji. Sasa kwa sababu oda hii ninayofanya ni product voucher order, utaona kuna baadhi ya bidhaa zinazopatikana kwenye product voucher order kama tunavyoziona hapa: napkin, onion sanitary pant liner, toothpaste, calcium iron zinc na nyinginezo nyingi. Hivyo basi mimi kwa kutumia product voucher leo hii nimeamua nahitaji toothpaste moja, nahitaji Cooling tea moja, nahitaji na GI Vital Soft Gel moja. Nawezaje kununua bidhaa hizo zote? Nitaenda kwenye kipengele kilichoandikwa purchase quantity, ambapo kuna boksi na currently linasoma 0. Hapo ndipo nitaweka idadi ya bidhaa kutokana na mahitaji. Kwa hiyo toothpaste moja nitaiweka hapo, Cooling tea nitaweka hapa moja, lakini pia nahitaji GI Vital Soft Gel moja. Baada ya kuchagua bidhaa zangu, ninaweza kuona hapa summary ya bidhaa nilizonunua kwamba jumla itanigharimu $58 na zina PV 0 kwa sababu hizi ni product vouchers. Kwa kipengele kinachofuata nitasubmit, na baada ya kusubmit itaniletea hii dialog imeandikwa successful operation, go to pay. Nitabonyeza go to pay kwa ajili ya kuwezesha malipo yafanyike. Kwa hiyo ukiangalia hapa hii product voucher order imeleta amount total ni $58 na imepick tayari malipo haya yatatoka kwenye product voucher ambayo ni $159.88. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kufanya malipo, ambapo nitatakiwa kuandika password yangu ya malipo itakayoniwezesha kufanya malipo haya. Lakini kwa kuwa makini hapa, wengi huwa wanachanganya. Unapoingia kwenye mfumo kwa mara ya kwanza, hakikisha password ya malipo utakayoiweka itakuwa rahisi kwako kuikumbuka. Kwa mfano mimi ya kwangu ni rahisi na ninaikumbuka wakati wote. Nitaweka password yangu ya malipo na nitabonyeza submit. Baada ya kusubmit, kwa kuwa nimepatia password, itaniambia successful operation. Sasa nini kinafuata? Nitabonyeza fresh order info, ambapo zitafunguka taarifa zangu za hiyo order husika. Kwa wale ambao tutafanya kwenye simu, cha kuzingatia, order hii natakiwa niitume ofisini ili niweze kupatiwa hizi bidhaa. Kwenye simu, baadhi ya changamoto huwa ni ukubwa wa screen. Hapa natumia laptop, lakini kwa wale watakaofanya kwenye simu, utakapopiga screenshot hii order, hakikisha unazingatia yafuatayo: order number inaonekana, member ID inaonekana, na jina la mwenye order inaonekana. Kwa maana hiyo, kwa wale wenye simu
Mfano, display yako ni ndogo, inaonesha hivi. Mfano, hii ni kwa ajili ya mfano, inaonesha tu kipande hiki. Hakikisha order number, member ID na jina vinaonekana, vingine tunaweza tukavipata. Kwa hiyo nikimaliza, hii ndio order yangu, nitaipiga screenshot hii order hapa, na screenshot hii ndiyo nitakayoituma ofisini kwenye namba ya order. Sasa namba ya order wengi tunaifahamu na nitaitaja mwishoni, na nitaituma pia kwenye group kwa ajili ya kuwakumbusha wanachama. Kwa hiyo kama tunavyoona hii screenshot ilivyo clear, inaonyesha order number, member ID, majina na bidhaa. Kama inashindikana kabisa kwa wale ambao screen zao zinashindwa kutuma hiyo screenshot yote, unaweza kwa ajili ya kumsaidia, unaweza ukakopi order number kama ilivyo hii hapa peke yake. Unaweza ukaikopi hii na ukaituma ofisini ili upatiwe hizo bidhaa. Ofisi ina utaratibu maalum wa kutambua kila order na bidhaa ambazo zimenunuliwa kupitia order number. Hiyo ni kwa maelezo ya product voucher na namna gani unaweza kununua bidhaa. Sasa basi, kuna order za aina nyingi, kuna mifumo ya aina nyingi. Ukiachana na product voucher, order nyingine zilizopo kwenye mfumo ni repeat order, ambayo repeat order itafanyika kwa repeat account tu. Tuliona hapa, nina kwenye e-wallet balance, nina repeat account balance ni $7. Repeat account balance itanisaidia kununua repeat order tu peke yake. Repeat order tofauti na product voucher itakusaidia wewe kununua bidhaa yoyote unayohitaji kutoka kwenye mfumo. Tofauti na product voucher, product voucher itakupa listi kidogo, bidhaa chache kati ya nyingi, lakini repeat order itakupa bidhaa zote unazohitaji. Kikubwa pesa iwepo kwenye repeat order. Na kingine cha kuzingatia kwenye wallet balance ni kwamba pesa iliyopo kwenye repeat account wala iliyopo kwenye product voucher haiwezi kutolewa kwenda sehemu nyingine yoyote zaidi ya kununua bidhaa peke yake. Sasa kuna wengine ambao wanakuwa wamepata bonus, na hili ndio somo kubwa nataka tujifunze. Kutokana na kiasi, nitaonesha illustration baada ya kuelezea product voucher. Nitaelezea aina nyingine za order ambazo mwanachama anaweza akafanya, kwa maana kwamba product voucher ni order moja, nimeelezea repeat order pia ambayo inalipiwa na repeat order peke yake, inalipiwa na repeat balance peke yake. Sasa order nyingine ambazo mwanachama anaweza kufanya ni zipi? Order ya kwanza ni kusajili mtu mwanachama mpya, kwa maana kwamba order hii inaitwa add new members. Add new members ni moja kati ya order zitakazo kusaidia wewe kupata group performance bonus ambayo nilielezea kwenye kipindi kilichopita. Mara baada ya kuwa umeingia kwenye add new member au registration order, utatakiwa kujaza taarifa kama vile ambavyo zipo kwenye kitambulisho cha mtu husika, ambacho hiyo itakusaidia wewe kumsajili huyo mtu vizuri. Lakini sehemu nyingine ya kuzingatia ni sponsor code na placement code, ambazo hizi ni member ID za wale ambao watabeba jukumu la kusponsor mwanachama mpya na watabeba jukumu la placement kwa wanachama mpya. Hizi unaweza kuzipataje? Unaweza kuzipata kwa kuingia kwenye bonus and network na kuangalia placement tree. Sasa mfano mimi ambaye ni John Beno niko hapa, nataka kusajili mtu mwingine, nataka kusajili mwanachama mpya.
Nitakachokifanya ni kuangalia weak leg, kwa maana kwamba nitaangalia upande wenye PV chache in terms of registration, ili niweze kupata bonus mwisho wa wiki. Ni kukagua, mfano huyu ana registration upande A kuna registration order PV 2100, upande B kuna registration order PV 422. Ili kunifanya mimi nipate bonus, nita proceed upande wa Agnes, ambapo nitaangalia pia, je, upande A kwa Agnes registration order ni PV 142, kwa upande B registration order ni 0. Kwa maana hiyo mwisho wa week leg ama placement yake itakuwa ni kwa member ID TZ 5936128 ambaye ndiyo atabeba placement. Na kwa kuzingatia hilo, lazima nitahakikisha sponsor code nitaipata kwa yule member ambaye yupo kuanzia kwa John kuelekea juu. Kwa maana hiyo placement sponsor code haiwezi kuwa member yoyote ambaye yuko baada ya John, na kwa kesi yetu hapa kwa John kuna placement, hakuna member mwingine yoyote. Kwa maana hiyo John anaweza akabeba jukumu la placement na sponsorship. Hivyo hiyo ndiyo taarifa ya kuzingatia. Lakini pia hata unapofanya aina nyingine ya order inaitwa upgrade order. Upgrade order itakusaidia kukuza akaunti yako, kwa maana kupanda zile ngazi kama nilivyozungumza kwenye kipindi cha fursa. Utaratibu unaofuata ni ule ule wa kufanana. Pale unapoingia kwenye order husika, utaenda kwenye neno add. Neno add litakusaidia wewe kufungua taarifa husika. Taarifa hii inaweza kubadilishwa, kwa maana kwamba kama ifuatavyo: memba mmoja anaweza kumfanyia memba mwingine upgrade order, kwa maana kwamba John Beno na placement member ID mwisho 536 ana uwezo wa kumfanyia order John mwenye member ID TZ 3386218, na tutaona hapa nikiklik itabadilika, italeta taarifa za memba mwingine. Kwa maana hiyo mimi naweza kumfanyia order memba mwingine, lakini pia yeye anaweza kunifanyia mimi order hiyo kwa kuweka member ID yangu hapa. Tutaendelea na kujaza taarifa kama kawaida. Nchi ni Tanzania ila imeandikwa kwa Kichina. Address ninayoishi naweza kusema Goba Center, lakini pia collect from head office always acha no. Delivery center kama nilivyoeleza, hakikisha unachagua duka husika la mtu la stockist ambayo atakupatia hizo bidhaa. Kwa mfano huu nitachagua Kamete, stockist kutoka Mbeya. Receiver name nitaweka John Beno. Namba ya simu nitaweka namba yangu ya simu hapo. Lakini pia nitatakiwa kuchagua bidhaa kwa utaratibu maalum wa kusema labda nahitaji calcium powder 1, nahitaji B-carotene 10, nahitaji detox 1, nahitaji micromolecule peptide 1 na bidhaa nyingine nyingi. Kwa summary itakuwepo kama kawaida. Kiasi ni dola hizi, PV ni dola 706. Kwa nini hii imeleta PV? Kwa sababu hii ni upgrade order ya kukusaidia kukuza akaunti yako, na akaunti yako inakuwa kwa hesabu ya PV. Lakini kwa kesi ya mtu mwingine, kwa kesi ya order ya product voucher yenyewe haitokuwa na PV. Baada ya hapo, baada ya kukamilisha utaratibu ule ule, submit itakupeleka kwenye go to pay. Na ikitokea haujalipa kwa wakati huo, cancel labda kutokana na dharura, oda hiyo utaipata kwenye kipengele cha orders, lakini pia utaenda kwenye kipengele cha make payment. Make payment
itakusaidia wewe kuipata oda yako ambayo ulikuwa umeiacha pending, lakini zingatia ina muda wa kuexpire. Kwa hiyo ukichagua oda husika ukaenda kwenye pay, itakuleta kwenye nafasi ya kulipia. Sasa kwa upgrade order, registration order na retail order ni order ambazo unaweza kulipa kwa option 3 tofauti: spending account, bonus account ama fortune card, kutokana na wewe balansi yako ipo sehemu gani. Kwa kusema hayo, nipende kusema kwamba nimefikia mwisho wa session yetu ya leo ya kuelekeza namna ya kufanya order kwenye mfumo, lakini pia nitakuwa na masomo zaidi, nitakuwa na vipindi zaidi vya kuelekezana, lakini pia unaweza kunipigia simu kama utakuwa na swali la ziada. Namba yangu ni 0629420715. Karibu sana. Mimi ni John Beno na mimi ndo manager wa Norland Tanzania. Asante.